Leo ni siku nyingine tena tunaletea movie yetu inakwenda kwa jina la One Step Wrong. Kuna wasichana wawili wanakwenda kwa jina la Evelyn na Sharon. Sasa walikuwa wanacheki nguo zao maana wanasikia mlango kwa umegongwa. Kutizama hivi ni aunti yao akawa ameingia. Basi anawauliza, "Nyie mnafanya nini saa hizi?" Wakasema kwamba hamna aunti, tupo busy. Kuna vitu tulikuwa tunaweka sawa mchumbani mwetu. Basi aunti yao akamwambia, "Sawa, hadi saa hizi. Mimi nataka twende kwenye duka langu ambalo nauza nguo. Twende tukafanye kazi. Fanyeni faster, malize hicho mnachokifanya. Haraka haraka nyie wawili na wasubiri hapo nje, njooni twende kwenye kazi la duka." Basi wakawa goma hapo, mimi siendi, mara mimi siendi. Na wasubiri ni hapo na ole wenu msije. Basi leo ni siku nyingine tena tunao jamaa ambaye ni fundi mechanic. Basi alikuwa anampenda Sharon, akaamua kumsimamisha hapo. "Vipi? Unaendeleaje? Unatoka wapi?" "Nakusikiliza, unasemaje?" "Sharon, unajua kwamba mimi nakupenda sana, kila siku nakusimamisha. Moyo wangu umezama kwako. Kwa nini hutaki kunikubalia?" Chunga, subiri kwanza. "Wewe unasemaje?" "Nakupenda." "Eti wewe unanipenda? Wewe fundi mechanical. Unafanya mechanical huko eti unakuja unifuata mimi unanipenda. Hebu nitazame kwanza." "Sharon, usitazame hali yangu ya sasa. Kwa baadaye na mimi naweza kuwa mtu. Nakupenda sana, nikubalie ili niweze kuwa na wewe kimapenzi." Wewe unakuwa na mimi?" Usinifurahishe kwanza. "Utaniweza kweli?" "Kwani mimi nitakushinda, nitapapa mgongoni itakuwaje?" "Jitazame kwanza maisha yako. Hauna hela, hauna nini, hauna chochote. Mimi ni msichana ambaye wa gharama." Basi jamaa wa mechanical akanazidi kumuimbisha Sharon. Lakini Sharon inaonekana kwamba Sharon akubaliani naye kwa sababu jamaa hana hela. Afu kicheki mwenye Sharon ni pisi ya kwenda. Ndio kama hivyo yani. Basi akanamwambia haiwezekani mimi na wewe kwa kimapenzi. Basi jamaa akasema sawa, haina shida. Lakini Sharon akaendelea kumchamba, ndio ikawa kama hivyo. Tunatizama Sharon alivyorudi nyumbani, basi akawa anamhadithia mdogo wake ambaye ni Elvin. Akawa anamwambia, "Unajua jamaa wewe fundi mechanic wa hapo." Basi alivyoniona mimi barabarani akanisimamisha, akaanza kuniimbisha. Akawa utongoza ndio, eti ananipenda. Eti anataka nitoke naye kimapenzi. Huyo jamaa utoke naye kimapenzi yule. Ndio kama ananiambia kwamba ananipenda, sijui ni nini, atanipa maisha ambayo ni mazuri. Lakini kimcheki hali yake, ni chini ya kiuchumi ya chini yani. Haiwezekani. Sasa inakuwaje mtu kama yule eti anakutongoza wewe, anakuambia kwamba anakupenda, mtu mwenyewe anazurura tu mtaani, hana kazi ya maana. Basi wakawa wamefurahi hapo na nini hivyo yani. Sasa ilipofika mida usiku, sio walikuwa wanacheki nguo zao. Sasa inafika muda wa mtoko, wamemcheki hapo anti yao amelala, wakawa wamekimbia wanaenda kwenye starehe. Asubuhi ilipofika, anti yao akawa anawaita chumbani Sharon, Evelyn. Basi alivyofunua hapo kwenye kitanda, akakuta hamna mtu. Akasema, "Mama yangu, watoto wameenda wapi?" Ina maana wajalala hapa nyumbani. Basi akawa anapiga ukunga, "Sharon, Evelyn." Hakuna ambaye aliitika pale. Basi akawa anasubiria hapo nje. Aliposubiria hapo nje wenyewe akawa wamefika. Akamwambia, "Mmetoka wapi? Mlala wapi nyinyi watoto? Mmekwaje?" Basi wakawa wenyewe wanaona kucha kujibu. Basi anti yako anamwambia, "Kwa hiyo siku hizi mnalala nje ya nyumba, si ndio maana yake? Kama mmejikuta umekuwa." Basi Sharon akupoteza muda akamwambia, "Anti, tulichelewa kurudi kwa sababu kuna simu, tulikuwa tunaenda kutafuta simu." Simu? I say, kwa hiyo mnaacha nyumba, nyinyi mnaenda kulala nje kwa ajili ya kutafuta simu. Mna matatizo kweli yani. Sijui mmekwaje nyie? Kwa nini hamtaki kunielewa? Sawa, haina shida. Anti ndio hivyo. Unasemaje? Kwa hiyo nyie mmelala nje afu unachukulia kirahisi nyie wawili nyie watoto. Mbona hamtaki kunielewa? Sasa wewe Sharon. Basi leo ni siku nyingine tena, anti yao kaamka asubuhi akamwambia twende dukani. Wakamwambia, "Anti, dukani?" "Dukani sisi hatuendi bana." Hivi msichana mzuri kama mimi niende nikae pale dukani eti niwe nauza pale?" Hiyo mimi sijaifurahia kabisa. Na pia Elvin na yeye akamwambia, "Anti, sisi hatuendi popote bana. Sisi hatuendi niko dukani sisi." Kwa hiyo ninyi mnataka kukaa hapa nyumbani kwangu, hamtaki kufanya kazi yoyote. Yaani ninyi mnafurahia tu kukaa hapo nyumbani, kila kitu na waleteni na wanuleni nguo nini, mnashine kama mlivyo hivyo. Ale faster sana tuondokeni. Anti, sisi hatuendi kazi." "Unasemaje? Unasema kwamba waendi kazini?" Basi Evelyn akawa anamjibu hapo anti yake, lakini anti yake akamwambia, "Nendeni faster ndani ka change nguo na wasubirini hapo." Basi leo siku nyingine tena tunaona wapo barabarani. Baada ya kuwepo barabarani kuna jamaa akasimamisha. Akamwambia, "Hey warembo, vipi? Mnaendeleaje?" Basi Sharon alivyokuwa wa moto akamwambia, "Si tuko safi, tuko poa. Sijui na wewe." Akamwambia, "Nilikuwa nahitaji namba zenu." Basi Sharon akupoa, "Unaomba namba zetu?" "Sawa, haina shida, namba zetu nitakupatia, basi usijali kuhusu hilo."
Aisee, nyi warembo kweli kabisa yani. Basi Sharon hapo akawa anajibebisha na nini. Basi mdogo wake Evelyn akamwambia, inakuwaje unaomba namba hivi tu? Eti unataka namba tu, jina lako hujajitambulisha na nini, unaomba namba tu hivi. Basi Sharon akawa anasema, usijali mdogo wangu Evelyn ndo alivyo. Basi tuambie basi hata jina lako, unaitwa nani? Akamwambia, mimi hapa naitwa Dani. Unaitwa Dani? Naitwa Dani. Sawa, mimi ni Sharon. Sawa, leta simu yako basi ili niweze kuandika namba. Sawa, jamaa akaona isiwe shida, akachomoa simu akampa Sharon. Sharon akaandika namba yake, lakini kitendo hicho Evelyn ambaye mdogo wake Sharon akufurahiana nacho. Leo ni siku nyingine tena tunaona anti yake anamuuliza Evelyn, Sharon yupo wapi? Basi Evelyn akamwambia kwamba Sharon ametoka, ameenda kumuona rafiki yake. Rafiki yake? Ndio ametoka, ameenda kumuona rafiki yake. Sawa, mimi kuna rafiki yangu ambaye yupo mgonjwa, naenda kumtizama. Basi Aunti akawa ameondoka. Ile anaondoka hivi, upande wa pili tunaona Sharon yupo na Dani tayari kimeshamwana. Kumbe Aunti yake alikuwa barabarani, basi akawa amemkuta Sharon. Kumbe Sharon anaenda kumuona rafiki yake, alikuwa ameenda kukutana na Dani. Basi Aunti akamwambia, "Wewe vipi? Ndio ulikwenda kumuona rafiki yako? Wewe mwanaume gani? Mwanaume gani wewe Sharon? Huyu mwanaume hana hela, hana chochote, ana pesa za kichawi. Inakuwaje wewe, mbona uelewi? Unaona na gari mara sijui anang'aa, ana chochote huyu. Hata ukiangalia kwenye wallet yake ana chochote." Basi Dani naye kama kujetea, wewe usiniambia kwamba upo peke yako, unaishi mwenyewe. Inakuwaje sasa? Nao ni nani? Ni Aunti yako au? Basi Aunti akawa amewaka kishenzi yani. Basi Sharon hapo akaamua kujitetea, asema usijali, huyu hapa ni Aunti yangu, tenda kumalizana naye. Basi Dani akamwambia ndio hivyo, ngoja niondoke. Basi Aunti naye akamfukuza, akamwambia ondoka hapa. Sitaki hata kuona kwa macho yangu. Basi Sharon hapo anajaribu kujitetea, lakini Aunti akamwambia, wewe vitu ambavyo unavifanya sio fresh, sio sahihi. Unatoka nyumbani kwa ajili ya kuja kukutana na mwanaume. Leo utaona, tondoke haraka sana. Basi akawa anamvuta hapo, tondoke. Basi akawa wanabishana hapo nini. Basi akawa amefika nyumbani, akawa anamvuta pale, anamwambia, mimi nilikuwa na safari zangu, lakini nimekukuta hapo ukiwa na mwanaume. Inakuaje wewe? Mbona uelewi? Mbona usikii? Basi akawa anamvuta hataki kumuingiza ndani. Basi Sharon akamwambia, Aunti, nimechoka na haya maisha. Maisha gani haya? Kila siku tunakaa hapa nini, hatuna cha kufanya la maana. Basi akawa anamwambia Aunti yake pale. Basi Sharon akawa anajaribu kumfokea Aunti yake. Basi mara tunaona Elvin akawa ametokea pale. Basi Aunti yake akawa anamhadisia nini alichokuta huko pindi alipomkuta nani Sharon. Basi akawa anamwambia, unatoka hapa eti unaenda kukutana na mwanaume. Yaani siku hizi nyie kazi yenu ni kwenda kukutana na wanaume. Basi Sharon akawa anamwambia, sasa wewe unatakaje? Unataka mimi nimalizike kama wewe? Basi Aunti akamwambia, ndio mama wangu nijibu hivyo. Tokeni hapa, ondokeni. Unaenda. Basi mida fulani ya usiku, basi Sharon akawa anajaribu kumpigia Dani simu ili aweze kumuomba msamaha kwa kile kilichotokea. Maana alipompigia simu anaomba msamaha, lakini akawa msikiza Dani. Dani akawa anaongea na Sharon, akamwambia kwamba unanipigia simu kwa nini? Muda ule uliniambia kwamba upo mwenyewe na mimi sikupendi, nilikuwa nataka tu nikutumie afu ni sepe zangu. Ndio ilivyokuwa hivyo. Basi Sharon alivyosikia hivyo akapagawa, akasema, I say, ndio hivyo. Basi akawa uso kwa umemshuka kinoma. Akawa anamwambia nani mdogo wake ambaye ni Elvin kile Dani alichomwambia kwenye simu. Basi asubuhi yake kama kawaida Evelyn na Sharon wakawa wamejiandaa kwa kuondoka, ndio hawajaongea chochote. Basi baada hapo akawa anaongea na rafiki yake kwamba binti zangu hawaelewi. Asubuhi hapa wametoka wameondoka, walikuwa wamejipaka makeup. Yaani hata mwe ukiwatizama unasema ni shida, ni hatari kweli kweli. Basi akawa anamhadisia story nzima ilivyokuwa. Akawa anamhadisia rafiki yake ambaye ni rafiki yake Aunti wao. Basi akawa anampa mkanda mzima, naye akasema visichana vya siku hizi havieleweki, yani ni hatari. Na mimi ndio maana nimeamua kuviacha. Nimeamua kuviona vitakapoishia. Yani mimi navitizama tu. Leo vipo kwa mwanaume, kesho vipo kwa mwanaume. Vinavyohangaika. Wewe ngoja tu. Yani pindi watakapopata ujauzito tu, basi ndio watatambua mimi ninavyokuaga. Wataona FaceB yangu. Basi wakawa wanaongea hapo. Leo ni siku nyingine tena tunaona Evelyn na Sharon walikuwa wamesimama. Jamaa mechanic alikuwa amewaita ili aweze kuongea na Sharon. Anamwambia Sharon, vipi? Unaendeleaje? Akamwambia unatoka wapi? Natoka hapo kazini kwa bro. Ndio nilipokuwa napiga kazi. Ndio maana nikawaone hapa, nikaona sio vyema nikiwacha mnapita hivi. Sasa kwa nzimamisha unasemaje? Sharon, mimi nakupenda.
Kila siku nakwambia kama nakupenda, nahitaji niwe na wewe. Hata future maisha yangu nimeshaichora hivi, unaona jinsi namna gani future maisha yangu itakavyokuwa. Ndio Sharon akawa mtikia, wewe huyo eti yani mimi hata iweje nitakuja nikuoe wewe. Hata leo kama unanigomea, unakataa, sijui unasema mara hivi sijui na nini, lakini nitakuja kukuoa. Ishi hapo hapo. Wewe huyo, wewe utakuja kunioa. Mimi ni mwanaume, leo unaweza kunidharau leo, ukaniona kwamba sifai, sina chochote, lakini kesho na mimi nitakuwa mtu. Nataweza kuwa na garage yangu peke yangu ambayo utakuwa naiangalia. Kwa hiyo usijali. Basi Sharon akawa anamtupia vijembe hapo, akamwambia kwamba wewe maskini huwezi lolote. Akamwambia sawa, kwa leo siwezi chochote, lakini kesho lazima nitakuja kuwa na wewe. Yaani kwa sasa hivi toka na wao mababa wote, lakini lazima na mimi nje niishie na wewe, nije nikuchukue nikuoe. Hivyo yani. Basi mida fulani hivi ya jioni tunaona Sharon yupo na mdogo wake Evelyn. Basi mara ghafla tunaona gari hapo ya kifahari imesimama. Baada ya gari kusimama, kuna mzee fulani hivi akamwambia, "Vipi? Unaendeleaje?" Basi Sharon akajibu, "Tunaendelea vizuri. Njooni kwanza hapa karibu." "Vipi? Mbona mnasimama hapo juani? Imekuwaje?" "Hamna, tulikuwa tunazunguka tu." "Mlikuwa mnazunguka?" "Ndio hivyo. Sasa inakuwaje nikiwachukueni afu ni wapelekeni sehemu ambapo mnapotaka kuelekea?" Basi Evelyn akasema, "Hamna, asante." Lakini Sharon akasema, "Sawa, haina shida." Basi baadaye tunaona Sharon na Evelyn wapo ndani ya gari. Walipokuwa ndani ya gari wakawa wanazungumza na huyu mzee hapa ambaye aliwachukua kwenye gari hii. Basi baada hapo tunaona mzee akawapatia hela. Baada ya kuwapatia hela, akamwambia kwamba kuna party ambayo unahitaji mje, na mtakapokuja kila mtu tampatia naira 500,000. Naira 500,000? Basi walivyosikia hivyo wakasema naira 500,000? Sawa, haina shida, sisi tutakuja. Baadaye mida usiku Evelyn akamuuliza Sharon, "Sharon, unajua hii kitu mimi sielewa. Kwenda tu kwenye hiyo party tayari tunapata 500,000. Akamwambia, "Ndio. Sisi tunajua mipaka yetu. Ni kwenda tu tunachukua hela afu baadaye tunaenjoy." Au unaonaje hiyo? Utaki? Akamwambia, "Kirahisi tu hivyo umekaaje afu unaelewa hiyo kweli?" Sharon akamwambia, "Ndio." Kwani unaonaje? Msikilize, nimeshakwambia vya kutosha. Mbona hutaki kunielewa? Sharon moyo wake ulikuwa unafurahia sana kwenda kwenye hiyo party, lakini Evelyn alikuwa akubaliani na dada yake. Kwa dada yake alikuwa anajaribu kumconvince hapo hadi Evelyn akaamua kukubali, na zile pesa walizopewa wakaamua kugawana hapo. Basi Evelyn akulaza damu, akaona ni bora aende kuongea na aunti yake. Akamwambia, "Aunti, leo kuna